wale wataalamu, wale extension officers ambao wanatembea na mkulima step by step kuhakikisha kwamba anafanya ukulima kwa njia ambayo ni ya kisasa. Yeah, of course pia kushirikiana na national government mambo ya pembejeo, mambo ya fertilizer, ingawa bado kuko na challenges. Unapata mbegu kama gani challenges? Haiji kwa wakati ambao unafaa. Unakumbuka mwaka uliopita walikuwa wanauzia ukulima mchanga, wakisema ni mbolea. Kwa hivyo quality haikuwa nzuri, na pia ile mbegu ile fertilizer ambayo tulikuwa tunahitaji Trans Nzoia pia haikuja. Kuna mbegu inaitwa Yara tukuipata kwa quantities ambazo zinahitajika. Na ndiko na hakika kwamba labda mwaka huu mambo yatabadilika kidogo. Sisi kama county board tumekubaliana kwamba mbegu kwa mfano ikifika kule kwa Siri hospitali, sisi tuko na jukumu ya kutoa ile mbegu ile fertilizer tupelekee mkulima. Lakini ikafika mahali hata pia haikufanyika, maana mbegu ni mbolea ilikuwa kidogo sana. Fertilizer serikali quality improve ile wanasema subsidized. Last year ilikuwa quality haikuwa nzuri, ilikuwa mbaya. Hata ukulima wengi walienda kununua fertilizer kutoka kwa maduka independently. Tumengoja tuone itakuwa namna gani. Na tumekuwa kwa summit ambayo inatuleta magovernors pamoja na president, na haya mambo yote tuliyadiscuss. Tukasema kwamba pembejeo ije kwa wakati ambao unafaa, ikuje ile quality ambayo inahitajika, kwa viwango ambavyo vitatosheleza ukulima. Na of course ile bei ile ya 2500 bado tunasema kwamba bado iko juu. Tukitaka ukulima wazalishe mazao ya kutosha, pia serikali lazima ipunguze kabisa gharama ya ukulima. Hali ya kiusalama iko namna gani pale Trans-Nzoia? Kulikuwa na mambo ya insecurity, ilikuwa ni shida kubwa. Sijui kama mambo imekuwa mazuri sasa hivi. Kitambo kulikuwa na challenge kidogo, hata wakati nilikuwa RC, unajua nilikuwa nasimamia Trans-Nzoia, ilikuwa part of Rift Valley region. Na shida nyingi za usalama zilikuwa zinatoka upande wa West Pokot, na pia kidogo kutoka kule Uganda. Na hata pia Bungoma, kulikuwa na watu walikuwa wanakuja na mapanga alafu wanaumiza watu. Lakini haya mambo yote yameisha, yapo sasa. Kwa sasa hata uhusiano wa watu wa Trans-Nzoia na watu wa West Pokot ni mzuri sana. Unapata watu kutoka Pokot pia wanakuja kufanya ukulima kule kule Trans-Nzoia. Of course haikosi kuwa na visa kidogo wakati mwingine because of political incitement. Unaona watu wamefanya jambo ile mambo tu ya kawaida, kama watu wanakaa pamoja lazima kuna kuaruzana kidogo, lakini hakusia ati ni mambo mabaya sana. Ni ile tu ile general tu insecurity ya kawaida. Unapata labda kuna mwizi mmoja hapa, pickpocket hapa na pale, labda mtu anaiba mahindi kwa shamba ya mtu. Generally hali ya usalama kaza kusema iko about 98%. Ni nzuri. Asante sana. Tugutithia hanini tugoke tuthie na mbere na miarino na twatithie nigetha guhe uhoro wa kambuni ya insurance, kambuni wega etagwo Direct Assurance. Kwa ihinda rĩa mĩaka 20 mĩhĩtũku Kenya ndeto cagũrĩte na tũkehoka kambuni ya Direct Assurance nĩ ũndũ wa mabataro ma insurance na ngari ta iria ciĩtagwo 14 seater, matatũ iria ciĩtagwo nganya, lorry, pickup trailer, ngari personal na bodaboda ciothe ciana kũrĩa irũgamĩrĩirwo gũkũ Direct Line. Nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ marĩhĩte claims cia mũigana wa ciringi bilioni 6.1 thĩinĩ wa mĩaka 2 peke yake. Na no marathiĩ na mbere na kũrĩa claims ciothe iria tũragwo kũrĩa gwa kambuni ya Direct Line nĩ ikoragwo ikĩrutirwo wĩra na no irathiĩ na mbere na kũrĩhwo nĩgetha koromia utungata wao kule mo Kenya. Tukathie na mbele na Mheshimiwa George Natembeya. Asante sana Mheshimiwa Governor. Tumesikia mambo ni mazuri kule Trans-Nzoia, lakini kuna ripoti zinazodai kuwa kuna mpango wa kukung'oa ile inaitwa impeachment kufuatia ukosoaji wako wa serikali kuu. Unaweza kufafanua madai haya na labda kutueleza hali ya kisiasa inayojitokeza kwa sasa? Hayo madai yapo. Hata ukiangalia kwenye vyombo vya habari utasikia wanasema kuna mipango, na sio labda ni jambo ati ni siri. Maana kuna mikutano ambayo inafanyika. Unapata wale wawakilishi wadi kutoka Trans-Nzoia wachache wanaitwa kule Eldoret, ambaye ni kaunti jirani, na viongozi wengine kutoka huko kwenda kufanya ati mpango ya kunibandua mimi kutoka kwa uongozi wa kaunti ya. So wanaita MCS. Wanaita wale ma MCS. Wanafanya kuna stories ziko nyingi. Wanapanga wanataka wanitoe.
ingine wanaona kama mambo tu ya political competition. Unajua labda watu wengine hawataki kucompete. So labda wanakuona wewe ni tishio. Okay. Wanataka wakutoe kabla ya 2027. Ambayo sio mambo ya demokrasia kabisa. Wanakatoa ile jambo ningependa kusema tu kwamba najua Kenya ni taifa ambalo ni la demokrasia na kukosoa serikali sio makosa. Mimi niko kwa upinzani, nilichaguliwa katika ile tiketi ya DAP ambayo tuko ule kwa Azimio. Kwa hivyo I'm not part of government. Okay. Na mara nyingi serikali inaweza kuwa iko na mipango, lakini nyinyi mkiwa kwa upinzani pia mnatoa maoni kusema kwamba kama tungekuwa tuko kwa serikali tungefanya hivi. Inaitwa alternative government. Okay. Na wale watu ambao wako na hekima, ukikosolewa upiki kelele, unasikiza. Labda kuna jambo zuri za kulichukua, ulitekeleze pia liweze kufurahisha wa Kenya. Okay. So haya masuala yote, haya madai pia yapo. Okay. Na unajua ni wale watu ambao hawaamini katika demokrasia. So wacha niulize, huu mpango ni mpango wa nani? Ni watu washindani wako Trans Nzoia ama ni watu wako nje ya Trans Nzoia? Both. Ni kama mwizi wa mifugo. Haikuja kwa boma lako, lazima ako na mtu wa kumfungulia mlango. Okay. So wanapata hata wale ambao labda wako na mipango kutoka kule nje. Lakini kuna wale ambao wanawafungulia milango. Na tunawajua. Unajua Trans Nzoia ni kaunti ambayo iko na jamii zote, makabila tofauti. Unapata wachache tu, unapata kabila moja sana unapata ndio labda wanafanya hizo mambo ya mipango. Na si labda jamii imekaa chini hiyo kabila ikasema kwamba wacha tufanye na tembea hivi. Watu tu wachache ambao wanasema wako misdirected, ambao wanataka kuonyesha kwamba labda hiyo jamii haitaki anatembea. Okay. Na mimi ndani ya roho naamini kwamba si hivyo. Na wakijaribu waje tutakutana tuone ni mambo gani wanajaribu kuyasema, but mambo tu ya political competition. Okay. Na mimi huwa nasema kwamba wakati mwingine mtu akikuja na ideas, kama ideas ni nzuri, mnatakana mnajenga. Lakini hapa kwa tunajua mtu anajaribu kubomoa. Anajaribu kubomoa. Ni kama kuna watu ambao wako na ile monopoly ya ideas, monopoly ya knowledge. Ni yako, kama sio yako basi mtu atembee. Okay. Na mimi sidhani kama hivyo ndio taifa la Kenya tunataka likue. Tukue na ile platform ambayo mtu anaweza kujiexpress, aseme mambo yake. Naende kama yakubali so just ignore. Sio lazima kuongea. So unasema hii mipango inapangwa kwa sababu unakosoa serikali? Nafikiri hiyo that's the main reason. Hiyo ni kwa serikali, but la muhimu kubwa ni kwamba kuna watu ambao wanaamini kwamba nisipotolewa saa hizi kule mbele nitakuja kuleta shida kidogo. Okay. Na wanaongea sema jamaa lazima tumcontain saa hii. Maana ile barabara anachukua atakuja kutuletea shida kule mbele. Okay. Na mimi nashangaa kwani ukinitoa kwa kiti ya governor utakuwa mzee namna gani kuleta shida kule mbele? Maana mimi nasema mimi sio tunajitakia mwenyewe ati nikuwe mkubwa ama nikuwe nini. Ni masuala ya wananchi tunaangalia. Na sio lazima nikuwe gavana ndio niangalie masuala ya mwananchi. Haya mambo yote ambayo mimi naongea juu yake bado nitakuwa nimebaki na mdomo wangu, tunaendelea kuyasema. Okay. Andaki wakifanya hivyo hata ndio nafikiri hata platform kubwa zaidi ya kuongea haya masuala. Okay. Maana ile masuala mimi nimekuwa naongea kuhusu Trans Nzoia. Ni masuala ambayo yako kila mahali katika taifa, katika taifa la Kenya. Okay. Yeah. Okay. Mtu anaweza jiuliza kwa nini uikosoe serikali ya hali Western? Nyinyi mko tunaweza sema share kubwa ya serikali. Mlikuwa na agreement, viongozi kadhaa wa pale Western walikuwa na agreement kabla ya kuingia kwa serikali vile mtapata kazi. Nasikia hata mlinegotiate mpaka kilomita 1000 1000 za rami. Kwa kusema nyinyi mnakaa ni mko kwa mnofu. Kwa nini sasa wewe uikosoe serikali mwisho? Hiyo ni story. Hiyo ni story. Ule mkataba na ulifanywa na watu wachache bila kuhusisha wakazi wa magharibi. Mambo mengi kama haya tulikuwa tunayasikia mara ya kwanza wakati former deputy president naibu wa rais alikuwa anakuwa impeached, na akasema kwamba yeye amekuwa anaongea mambo ya shares na anapigwa vita. Na pia kuna wengine ambao pia wako na shares waliandika mkataba kuhusu shares katika serikali. Ndio tukaanza kusikia mambo ya kilomita 1000 ya tarmac, 30% ya government opportunities zote zikuje kule mkoa wa magharibi.
Lakini ningependa kuambia kwamba kama kulikuwa na 30%, sio hata kama imefika 1%, kumaanisha kwamba ile mambo nimekuwa nasema ni tokenism, kuonekana kwamba mko ndani ya serikali, lakini realistically hatuko ndani ya serikali. Ndipo naona juzi nilikuwa nasema kwamba wale viongozi ambao wanasema wako 30% wako ndani ya serikali na wanastahili kupewa 30%. Pia wanangojea rais akikuja kwa matanga ndio wanasema na kuomba mambo, tupatie barabara, tupatie kwa matanga, kumaanisha kwamba hata hawana platform ya kuongea haya maneno, ama labda ni waoga, hawataki kusukuma serikali kidogo. Maana mtu akiangalia nyuma anajiuliza, nilipewa hii kazi, lakini jambo gani muhimu nilifanya ndio nikapewa hii kazi? Ni nini nilichangia ndio nikapewa hii kazi? Hukuleta kura, kuleta chochote, lakini umewekwa pale. Nia kiza na maana ni kwamba wanawekwa pale ili jamii ione kwamba hata walio wako ndani ya serikali. Lakini huko na uzito gani? Uko na uzito gani katika hiyo serikali? Ndio kwa nasema mambo ya tokenism sisi hatutaki. Ukienda kwenye serikali, enda na ile uzito wa jamii yako. Na kila mtu anajua kwamba umekuja, na kama ni Waluya kwa mfano, nasema tu ni Waluya kwa sababu kwenda kule magharibi jamii zote ziko pale, tunakaa pamoja. Umebeba karibu kura milioni karibu 10 ya sehemu hiyo, na umeenda naye kwenye meza. Ile uzito lazima utasikizwa. Na pia utaongambo kama wanaitisha mambo, wanaitisha na nguvu, kwamba mimi nilileta hii na watu wangu wanataka hiki na hiki na hiki, because about sharing of resources. Mali inagawanywa namna gani? So tena namna gani ugawa mali kama wewe mwenyewe hujapepa ile kesi ya kugawa hiyo mali. So ile mambo ya 30% hata kusema hakuna ionekane kule ground, ni fallacy. Ukienda kule magharibi, hali ya umaskini ile iko kule ni juu sana. Wengine walikuwa nakasirika nikisema kwamba rais hata mwenyewe akiangalia anaona nyumba zote ni za matope. Hata barabara ya kwenda kwa speaker mwenyewe ilikuwa inatengenezwa siku hiyo, tulikuwa tunaenda kule na kuaruza tu na machine. Hakuna barabara. Ukienda kule kwetu tuanzwe napata kama constituency kwa mfano kama Saboti, ile ambayo ilikuwa inaongozwa na makamu wa rais, yule alikuwa anaitwa Michael Wamalwa kijana. Hata ina kilomita hata moja ya tarmac. 1 kilometer of tarmac. Yes. Haipo. Asi hapa tunafikiria ati 1000 kilometers inakuja. Hakuna hatujiona ya 1000 kilometers. Na tunahitaji kwa sababu sio tu kwa sababu kuna mkataba ama kuna hiyo MOU, lakini kwa sababu pia wale wa Kenya wa sehemu hiyo pia wanalipa ushuru. Yes. Na wanastahili kupata maendeleo. Kwa hivyo Mheshimiwa Governor, are you saying walioenda kwa serikali viongozi wenye walifanya huo mkataba wenyewe wamenufaika, ila hali wananchi wa kawaida yeye hajanufaika, hajaona chochote? Ni mtindo ule wa siasa yetu ya kule magharibi, ni kwamba unapata viongozi wachache, sorry tukutumia jina dynasty ama wanajiita royalty, wachache ambao lazima wako kule mbele. So wanatumia jamii kuinua, wakisha wabeba kama ngazi wanaenda pale, alafu sasa wanasahau watu. Watakuja kuhitaji ngazi wakati wa uchaguzi tena. Na ndipo tumesema sasa tunataka kureverse hiyo pyramid. Tuseme kwamba wakati huu ikuwe ni viongozi ndio wanabeba mwananchi, ili mwananchi naye aanze kuhisi kwamba au kwenye taifa la Kenya. Maana wale walikuwa kule juu walijipeleka wenyewe, hao na jamii zao wanaishi maisha mazuri sana by the way. Wako kule juu wanajiita namba 3 kwa serikali, wako na security, wako na mali, wako na nini, wako na kiburi. Zona wanatukana watu na kutusi tu. Mtu anaamka na anakutusi kwa sababu ya kiburi. Ako pale, lakini wakati anakutusi ajui kwamba ako pale kwa sababu ametumia kwamba mimi nawakilisha hawa watu, lakini hawa watu wenyewe wanakaa namna gani? Ukijaribu ku raise yale masuala ambayo yanamwadhiri mwananchi wa kawaida kule chini, inawaibisha, alafu anaanza kutusi na kukejeli na kusema kwamba watakubandua. Sasa ukinibandua mimi kwa mfano, utakuwa umeondoa umaskini namna gani kutoka ile eneo la magharibi? Bado hali itakuwa ni ile tu. Lakini sisi tumesema kwamba wakati huu liwe nini, lazima tuhakikishe kwamba tuna fight, tunapigana kuhakikisha kwamba hii national cake ambayo ni kubwa inatoa sisi wote katika taifa la Kenya. Badala kwetu ni wa viongozi ndio wanakula hii cake, itafikiaje mwananchi wa kawaida kule chini pia? Na nyinyi mnajua mambo ya ugatuzi ilitakana kufanya hiyo kazi. Lakini ukiangalia vile mgao wa fedha pia wa serikali huko, napata ile ambayo inakuja kule kwa counties ni 15% peke yake. 85% inabaki kwa national government. Na hiyo 15% pia ni vita tu. Serikali itaki kwa ile fedha, mara wanapunguza, mara wanafanya nini, haiji. Hata wakati mmekubaliana kwamba itakuwa 15%,
inatakana kuja kila mwezi kufikia tarehe 15 hizo fedha zimeingia. Unaenda mara nyingine mara miezi mitatu unapata pesa haziji. So unapata ile fedha ambazo zitakana kuja kwa counties inue hali ya maisha ya watu haziji. Ndio sasa tumesema kwamba basi tuangalie hii 85% kwa national government basi itagawanywa namna gani vizuri ili kila mahali ipate. Sasa hivi tunapata kuna viongozi ambao wameingia kwa serikali miaka 2 iliyopita. Wamenunua mahelikopta. Kuna sehemu zingine jamaa wakienda harusi unapata kila MP, kila CS kutoka sehemu anakuja na helikopta. Unapata helikopta zimejipanga hivi karibu 20. Na wameenda kwa kijiji ambayo kuna watu ambao hata hawezi kulipa school fees ya watoto. Mtu akienda hospitali asiposaidiwa kufanywa harambee hata kama amepona hawezi toka kule kwa hospitali. Hizi fedha ambazo zinaingia kwa helikopta kuna uwezekano ni mtu amepora mali ya serikali. Hii fedha haiwezi kwenda kujenga hospitali mahali, amenunua dawa mahali. Haya ndio mambo tunaongea tu. Hapa Mlimani tunasikia tukikosoa serikali maendeleo itapotea. Sijui kama wewe uko na uoga labda you can negotiate in private. Kwa hivyo tunarudi kwa ile era, ile enzi ya KANU. Wakati mzee Moi alikuwa anasema kwamba siasa mbaya, maisha mabaya. Alikuwa tu anamaanisha kwamba usipopiga magoti mbele ya serikali usipata maendeleo. Na unaona na kuna viongozi ambao pia walikuwa they grew up wakati wa KANU. Ndiposa baada ya kura tu watu wote wanajaribu kuingia kwa serikali wakijua kwamba ukiingia kwa serikali utapata nini? Utapata maendeleo. Bali ile katiba ambayo tuko nayo inamgarantii kila Mkenya apate nini? Apate maendeleo. Sio lazima kuwa ndani ya serikali ndio pate maendeleo. So nilikuwa nasema kwamba wakati serikali inatoza watu ushuru, haiangaliwi kama unapenda serikali ama upendi serikali. Unalipa tu ushuru, mbona unalipa tu ushuru? Mbona baada sasa hiyo ushuru umelipa kuja kuleta sasa maendeleo, naambia kwamba lazima kuwa ndani ya serikali ndio pate nini? Ndio pate maendeleo. Na sisi wote tusiposimama fahamu na tuseme kwamba hiyo sio njia nzuri ya kufanya kuendesha masuala ya serikali. At labda upige magoti kwanza ndio pate maendeleo. So unapata watu ambao wanapiga makelele kama Sule Chungu alikuwa anapiga kelele. Anapiga kelele kwa sababu gani? Anataka labda kumfurahisha mtu fulani. Si ndio? Ndio labda sasa kama akipiga hiyo kelele atapendwa, alafu watu wake wafanye nini? Wapate maendeleo. So kama sisi wote tunapiga kelele namna ndio tupate maendeleo kweli, na ifika mahali serikali kwenda kanyaga Mkenya, nani atatoa hiyo sauti kusema kwamba kuna matatizo hapa? Ukijua kwamba ukiongea hata kama jambo liko limefanyika, ukiongea utanyima maendeleo. So napata kila mtu anafanya nini? Ananyamaza. Lakini ukinyamaza namna hiyo kuna wale wengi ambao wanaumia. Haya, tutapomoa kidogo natagotithia hanini tucoka na mbere thutha wa mohoro matha igere ino ni mitabo ya Kameme FM. Ungethomera guku bururi-ini wa High Standard Tuogene Petans Driving School and Computer College aria ni ahotani a ngerenwa ya Road Safety Award ni undu wa gwikirira uhuthiri mwega wa barabara. Na riu Petans Kenya ni tukureheire hongera special offer ya 30% discount ya kuhotithia arutwo aria mararikirie form 4 kwigwatira kothi ya utereva na computer. Nayo tucerere Kiambu Petans Plaza, Kasarani hakue Equity, na Nyukie, Mwea, Embu, Naivasha, Kitale, Gilgil, Engineer na kungi kuingi. No wiyandikithie kugerera our digital platform nio *483*4# urumirire makinya. Hahoro makiria thimune 0705 050504. Ni thaa imwe na ndagika 59 mathaa ukimenyithio ni ngatheti ya PD. Ngatheti ya People Daily nunireketie gukururia mbere history-ini ya Kenya kuingira digital. Riu urionaga mohoro na njira ya mwanya ya kiriu kuhitukira PD News app thimu-ini yaku. Riri ni ikinya ria gutigirira ati PD ni iramenyerera maria maturigiceirie na njira ya guthaitira miti ndigatemwo ringi. Riri ni ikinya ria kurehe ugaruruku thiini wa na mbere kuri we uthomaga ngatheti ya PD. Download app ya PD umuthi kuma Play Store kana App Store ya thimu yaku. People Daily, news that moves with you. Kayoka Moige Kameme, Kayoka Moige Kameme, igana rimwe gaturumbo imwe Kameme FM. Ceceni itu Kameme, noko gatigagia Kameme, igana rimwe gaturumbo imwe Kameme FM. Haya, kituthie mohoro-ini mathaa igiri thutha wa mohoro maya mathaa igiri niguo tugukorwo tugithie na mbere na mĩario makiria na Mheshimiwa George Natembeya twina thĩinĩ wa studio muthenya wa ũmũthĩ. Haha box nĩngwĩrĩrwo gwĩka ora hinya *462# ugacagura box oro imwe harĩ box ithathatũ nĩcio ci haha. O box ĩna mũigana tofauti wa kĩmbeca. We nĩ ũndũ wa tũmaũndũ tũrĩa wĩna tuo nĩ njũĩ nĩ ũrabatara mbeca,
gutikire hindi mundu akoragwo ati ndarabatara mbeca ine no Januari ikorwo ni ikoragwo ina mabataro mataro ma kawaida ni ikoragwo ina nditi cieho cia mwanya koguo ha box wahota gwikora ne woro ta box ira ciringi 1,100 kaone kaundu kagiko gaikohatwa na njira nene muno worote box ina ciringi 50 oguo o box ina mwingana tofauti cino ndo wa mbere wa keri haha ndukoragwo ugieterera nduru ne hau ugagikorwo kiria githi no wa box one wakiamukira hinya star 462 hash ucagure o box oro imwe hari box ici ithathatu tutarathi mohoro-ini endeleza biashara na Equity Bank. Fegi ya Equity ni marako mweke wa gukoria na gutwarithia biashara yaku na mbere na njira ya mwanya mena mithemba mingi ya account na ici ni account ire guteithiriria kuhingia mabataro maku gutiramakania wewe muhuri wa biashara uhana ate no ko wina cyber no ko wina mukawa no ko wina salon no ko wina duka ya wendia wa reja kana agrovet kana na modo wa nduthi gutire modo ro no mutararo buyo na njira yake ya mwanya nigetha atwarithie nake biashara yake wega kuria kwa Fegi ya Equity. Oho ni maheanaga ngobo cia guguteithiriria gukuria biashara yaku kana utoro waku ugure stock ugure ngari kana hihi ono giake kamucie nigetha wikare kamucie kagireru kuguingira ruhonge-ini ruothe rwa Fegi ino ya Equity nigetha maundu maya ukorwo gitamburukirio wega muno makiria. Petans Kenya tugikungwira arutwo ara mararikirie form 4 turamera hongera. We hau na ni urarikirie form 4 na ni wiririirie gutuika a competent driver. We andikithie Petans Driving School and Computer College mahinda-ini maya turaheana hongera special offer ya 30% kurubuya arutwo ara mararikirie form 4 na oho ukongererwo vehicle maintenance course, first aid training na road safety skills. Tucerere Kiambu Petans Plaza, Nairobi Capital House kurigania na Ambassador, Makutano, Ngobo, Chuka, Mwea, Kitale, Thika, Keno, Ruaka, Gashie, Dagurueti, Kitengera na kungi kuingi. Hahoro makeria thimu 0705 050504. Huu mwaka mpya sema yes kwa ulimwengu mpya wa burudani hapa Star Times. Furahia burudani tele kwenye favorite channel zako. Lipia miezi miwili ya subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kwa miezi miwili. Fungua mwaka mpya na adventures kibao kwenye Kidi Channels. Sport ya kusisimua kwenye Carabao Cup, Bundesliga na La Liga. Nani ataibuka mshindi? Sinema za kusisimua, telenovela za kupoza moyo na burudani zaidi kwenye Star Times decoder yako. Download Star Times on app upate burudani wakati wowote mahali popote. Star Times, furahia maisha kidijitali. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka muingi. ODM as a party is one of the most affected by this continued state of affairs. We are down 3 members in the National Assembly. Nyamweno eretwo sari ndiandikithĩtie tondũ ndiramenya ũrĩa ĩrathiĩ. Ndari thĩinĩ wa NSF. No ino eretwo sari ndithiĩte tu. Nataka kuambia serikali, hawa watu wenye wanalala hapo mchunguze kabisa. Hawa watu hawana manyumba. Rĩrĩa tũrerwo atĩ ciana citũ itirĩ na discipline na gatondũ rĩrĩ okorwo nĩ atongoria ona matirĩ na moral values. Naomba mtuwekee security ya tuna na kila mtu kama wewe ni Maasai baba rungu yako iwe ni defense. Oma weigĩrĩrĩku no shaba. Ukireherwo ni Deakin College of Beauty and Hospitality. Mohoro matha igĩrĩ rũcinĩ njĩtagwo Dan Wainaina. Mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 45 nĩerutĩte muoyo na njĩra ya kwĩita itũũra-inĩ rĩa Lamuria Kĩawara kũrĩa Nyĩrĩ, na ũhoro makĩria ũgatarĩria atĩ mũndũrũme ũcio nĩararĩ na thĩna wa meciria nĩ ciĩko ithiĩte na mbere kũrigithia matũũra-inĩ ngũrani ma kaunti ya Nyĩrĩ, na thirikari ĩgathingatwo ĩrũmbũyanie na arwaru arĩa magũmĩirwo nĩ ndwari cia meciria. Gĩcũke wa Ng'ang'a harĩ na ũhoro ũyũ. Kũringana na ikari ya itũũra rĩrĩ moigĩte mũndũrũme ũyũ arakorirwo gwake nyũmba ecurĩtie makiuga nĩ arakoragwo na thĩna wa meciria. Njĩtagwo Joseph Mwangi wa Kanyoro kuma itũũra rĩrĩ rĩa Mũgakũra Muria, na twĩna kĩeha mũno nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ ũmwe witũ tũrarutithagia nake wĩra etagwo Maina, tũramwĩtaga Stano kana Marumbo. Nĩ arĩ na thĩna wa meciria, ofici nĩ arerutagĩra wĩra wake agethũkũmĩra. Tũrutĩte nake wĩra ihinda inene mũno na ararĩ na ũkũrũ wa mĩaka 47 na tũrutithanĩtie nake wĩra ũguo. Nĩ arathiĩ thibitarĩ kũrorwo na gũthondekwo nĩ ũndũ wa gũkorwo thĩna ũcio wa meciria nĩ ũrakinyaga handũ ũkamũingĩhĩra.
na niturameciria ni depression hihi. Oroho makiuga ciiko ici ni ciongererekete na gikiro kinene gatagati-ini ka mbeu njithi ta matura ma Tanyai, kwa Johana, Lamuria gatagati ka matura mangi matiganite. Njitagwo King'ori Cyber kuma mwena wa Kiawara. Umuthi ni huriirwo thimu na ikari ya Lamuria makenda ndimetere borithi cia Kiawara niguo mamehererie mwiri wa mwanake twitaga Maina kana Marumbo thutha wa gukorwo erutite muoyo na njira ya gwicuria nyumba-ini gwake. Ciiko ici cia kwiruta muoyo ni cingihite muno matura-ini maya maitu na twarora wega turona iracungiririo ni wagi wa mwihoko muturire-ini. Tariu Marumbo ni aranyuaga ndawa na guthecwo cindano no maita maingi agatira ni kwaga mbeca na thibitari ringi gukorwo ri kuraihu na guku. Oho no njurie thirikari itikire gutwakira thibitari ya level 4 ta uria yeranire haria Kiawara nigetha mathina ta macio magie na kihonia. Na kuona wagi wa mawira ni umwe wa maundu maria maratuma mbeu njithi aingi kwiruta muoyo riu ritana rigikio kuri thirikari kumurika ndeto iyo. Na thirikari tungimihoya iteithie andu ta ya nini ethe makorwo na kaundu marerutira nigetha nginya maundu ma meciria matige ku affect ciana ici nini. No ni turahoya ati korwo no kugie kaundu kangi mundu ucio ni mathina ma kwaga wira na ki korwo no kuonerwo andu wira mangiruta kaundu mangika getha matige uko maria indo mahote mundu gukopu na maundu make ma muturire. Ngiribotera Kameme Kayuka muingi kuma itura ria Lamuria riria riri gicigo-ini kia ubunge gia Kieni kaunti-ini ya Nyeri. Njitagwo Gicuki Wang'ang'a. Twerekere gicua-ini kuria kamanda wa borithi kaunti-ini ya Mombasa Peter Kimani augite ati maabitha a borithi ni megwikirira birigiceni cia kuhitana na ekinae aria makoretwo makinyitanira hari kwagagia muingi wa matura ma Kisauni, Kizandani, Bamburi oro hamwe na Likoni. Gicua-ini tukahungirwo mohoro ni Ndegwa Gathungu. Itemi-ini ria kugacirithia ugitiri kaunti-ini ya Mombasa, ruhonge rwa borithi kaunti-ini ya Mombasa no ruthiete na mbere na kugacirithia ugitiri na njira ya kuhura miriugo ya mahinda kwa mahinda o ndumwe na gwethana na nyanake cia ikundi iria ikoretwo ikiagagia thayu wa muingi kaunti-ini ya Mombasa na makiria matura-ini ngurani ta Kazandani, Kisauni, Bamburi o ndumwe na Likoni. Kamanda wa borithi kaunti-ini ya Mombasa Peter Kimani ni ahithuritie kuga ati ni marikitie gwikia ngono amwe aekuirwo aikundi ici aria makoretwo makiia kana kwagagia thayu wa muingi kaunti-ini ino. Hawa majambazi watatu tumekuwa tuwasaka kwa muda mrefu wakijificha, lakini juzi waliweza kunaswa. Wamekuwa wakisumbua wananchi katika maeneo ya Kazandani, Kisauni na Bamburi, lakini maficho yao hasa sana yamekuwa ni hapo Kazandani na juzi waliweza kukamatwa. Pia pale Likoni tumeweza pia kukamata wakora wengine ambao walikuwa 10. Waliweza kupatikana mafichoni yao ambalo ni nyumba ambaye bado iko under construction, haijakamilika. Riu Kimani ni arutite mukana mururu kuri ikundi ici akiuga mundu uria ukunyitwo ni gutashukirio makinya ma kiwatho. Hii pia ni onyo kwa wale ambao wanaendelea na huu uhalifu kwamba sisi hatupumziki. Tutawafuata mahali popote ambapo mtajificha, tutawashika na tutawapeleka korokoroni. Onyo langu ni kwamba achana na uhalifu, na kama hutaki kuachana na uhalifu, funga mizigo uhame, kwa sababu siku na mchana tunawatafuta, na tukikushika jua ni miaka 14 kuendelea mbele. Handu-ini ha Kameme Kayuka muingi kuma gicua-ini kaunti ya Mombasa, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu. Na muthia muteteri wa ihoto cia muingi bururi-ini wa Tanzania Maria Sehai uria urerikanite kunyitwo migwate hari guku bururi-ini miaraho ya muthenya wa ira ni ararekereirio. Sehai erikanite kunyitwo migwate ciumia cigana na thutha wa mutongoria wa mung'ethaniro bururi-ini wa Uganda Kizza Besigye kunyitwo migwate ari guku bururi-ini kuria ari icera-ini ria kiwira. Maria uria augite ati ni ekuheana uhoro kimurutio wigie kunyitwo migwate umuthi ni acokeirie Kenya ngatho ni kurugama nake. Yeah, she came here to have her hair done and she called me that she's leaving, she's ready, she's done, and she didn't show up at home. After some time I decided she wasn't answering her phone, so I decided to come here and investigate why I cannot reach her. And the askaris here at the gate told me that she was abducted around 3 p.m. I called many people, including Amnesty International,
Kenya Law Society, Kenya Human Rights Society, and thank God, eventually Maria was released. I have to tell you, this has been the worst ordeal of my life. I didn't know whether she was alive or dead. Ciĩko cia raia mabũrũri mangĩ kũnyitwo mĩgwate gũkũ bũrũri-inĩ nĩ igucĩrĩirie mawoni matiganĩte kuma kũrĩ ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ bũrũri-inĩ iria ikomithĩtie ciĩko icio na njĩra nene. I think this is a continuation of transnational repression, something that Amnesty is worried about, considering Kenya's position in the international arena. Kenya having a seat at the UN Human Rights Council, Kenya of course having wanting to really, or will be in the next few months, one of the largest UN hub in the world. We are calling for an end of abductions. Tanzania and Uganda going into elections, we are seeing a situation whereby their citizens are not safe in Kenya. To see this occurrence happening again just after the spate of what happened in the Besigye's case in our country, we want to give a warning to our neighbors. This is not a hub for abduction. This is not a hub that people can be picked up the way they want. This is a country that respects human rights. This is a country that must adhere to the rule of law. Mohoro mangĩ mamũkĩre ciĩhanda thaa ithatũ njĩtagwo Dan Wainaina. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma kameme kayo ka mũingĩ wareherwo nĩ Deakin College of Hospitality and Beauty. Deakin College. Rĩu nĩmanĩrĩire intake ya January officially. Nĩ marahe arutwo sponsorship ya 50%. Hioka campus ĩrĩa hakuhĩ nawe wĩihũrie fomu ya sponsorship. Deakin College tũrenda gũtigĩrĩra ciana citũ nĩ ciathoma onokorwo ndũrĩ na ũhoti wa kũigana. Marĩrie kũhĩtũkĩra 0720-160-640. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Katambe Gatonyo wa Mbogwa men na Guka wa Nairobi Muthekie Ngai wa Watoria kabisa. Ndile huru. Don't miss out. Oh yes, ino ni mitambo ya Kameme FM. Toka kwira karibu tena thegio muno ndodo kwa mwena ithiro shinero na thegio ndodo wa SMS tu na kehirigia cio. Na tugacamukira na ngatho gwiciria tugithianga nego kuhekanya nigetha utuhurire thimo uria kiuria ugwete oroka undu no ririkane thiini wa studio. Ulia twinake ni mheshimiwa gavana kuma kule mwana wa Tanzania, mheshimiwa George Natembeya. SMS nenyi gehe mundu witagwo John wa Dogo wa kule mwana wa Kagemane ujue ali former town council gwesi ali chairman. Thank you so much. Mundu witagwo Duncan Kifosha asante. Adwaige wa Kiro kuma mulera wa Kibo. Thank you so much. Musa Baobao kule mwana wa Nyeri ona wetuga ikoro tugikwamukira na njira ya mwanya tugithie na mbere na miario itu na orege goririkanie kaundu gaka ni kaundu raithi nigetha uthake haha ogwo ucagure box oro imwe hadi box ithathatu na no kore ginya box imwe na ciki ginya 300 okuhinya *462# ucagure imwe ya box isi ithathatu. Okay, *462# weko ogwo cigoka ciare rigo coke worote imwe okuorota neo egocoke higro nigetha kiria githiinie gicoke gutuika ne gia gukinyira kiu githiri ni kio giaku na gutiro no agwetera drone hau hinya *462#. Mheshimiwa Governor, karibu tena. Asante. Tumalizie na mambo ya Western kwa sababu nataka tuingilie mambo yaliyofanyika pale Tanzania majuma kadhaa yaliyopita. Mambo ya Western, kuna kingpin wa kisiasa pale Western kwa sababu watu wengi wanafikiria ni kama fulani wa fulani ya kingpin ama mko namna gani pale? Kuna mtu unaweza sema ni kiongozi wa kisiasa Western. Kingpin, kiongozi wa kisiasa wa jimbo la Magharibi ni Raila Odinga. Okay. Na unajua yeye ni wa Nyanza. Kumaanisha kwamba Western hatuna kiongozi wa kisiasa. Okay. Raila hapo na ukiangalia upande wa wajumbe MPs.
out of karibu 45 MPs yako na karibu 30. Okay. Alafu napata Ford Kenya iko na 4, DAP iko na 5, ANC iko na 5. Kwa hivyo chama ambacho kinaongoza kule upande wa kisiasa ni chama cha ODM. Okay. Na mambo yamefanyika. Hata kuna wakati rais alikuwa kule Bohongo Stadium. Na wakati alikuwa anamuamsha Wetangula na muintroduce watu wapiki makofi. Akimwamsha Musalia Mudavadi hakuna makofi. Akimwamsha Raila watu wanashangilia sana. So rais anaamua kwamba mwenye ataongea ni nani? Ni Raila anaongea. Okay. Wakati kulikuwa na madaraka, sheria ya madaraka last year, hao viongozi hata hawakuongea. Na sheria zilikuwa zinafanyia kule Bungoma. Hata Wetangula mwenyewe kupewa nafasi ya kuwasalimu watu. Okay. So sisi na ndio mimi wanasema kwamba taifa la Kenya liko kwa sababu kuna makabila tofauti. Hiyo ni ukweli wa mambo, na hiyo ndio jambo ambalo utakani kulikataa. Kwamba taifa la Kenya ni strong na ni nzuri kwa sababu tuko na makabila karibu 43. Na sio vibaya kuwa na kiongozi wa jamii. Okay. Ni vibaya tu kwamba kiongozi wa jamii atakuwa anatumia nafasi kunyanyasa wengine ambao sio hiyo jamii. Na ndipo sasa mimi wanasema kwamba mkoa wa Magharibi, kwa sababu tuko na watu wengi sana karibu milioni 8 Waluya. Okay. Lazima tukue na kiongozi ambaye atakuwa ni sauti ya hii jamii kwenye ile meza ya kitaifa. Okay. Ili tuende pale. Sasa ndio unasema hakuna. Ile tuende tukikaa chini tuongea na viongozi wengine kutoka sehemu zingine za taifa la Kenya, alafu masuala yanakuwa sawa. Kwa sababu ukienda pale utakuwa naongea ile masuala ambayo yanahusu mwananchi. Lakini kwa sasa wale ambao wanasema kwamba hao ndio viongozi wa jamii, wanajiongoza wenyewe na familia zao, na hata hawana habari wananchi wanaishi namna gani. Maana wa jamaa kishaguliwa na Nairobi, wanakuja tu nyumbani wakati labda kwa bahati kama kuna mazishi ya kuja mazishi. Lakini hajui mwananchi wa kawaida anakaa namna gani. So kule Magharibi hatuna political leader, tuna kiongozi wa kisiasa kwa sasa. Na mimi najua kufikia 2027. Okay. Tutakuwa tumejipanga vizuri. Watu wengi wanasema mko na kura nyingi pale Western, lakini mko na mgawanyiko. Sijui mtafanya nini ili muongee kwa sauti moja. Hata sio mgawanyiko. Vile nimesema ni kwamba unapata kama chama cha ODM kimepata wajumbe karibu 30. Okay. Wao kwa chama cha ODM. Hiyo sio mgawanyiko. Ni kwa vile kwamba tumeenda kuishi kwa nyumba ya mtu mwingine. Okay. Yeah. So tunataka tujenge nyumba yetu, tukae kwa hiyo nyumba. Okay. Na sio vigumu. Kwa sababu tayari watu wanajua nini kinatakikana kufanyika. Okay. Ile jambo ambalo tunapigana nimesema tayari mambo ya tokenism. Yaani mtu anachukuliwa Mluya anakuwa kule mbele. Mkijaribu kuuliza maswala fulani mnaambiwa simuko na huyu. Simuko na huyu. Lakini huyu na huyu kule wanafanya nini kuhusu masuala ambayo yanamhusu mwananchi wa kawaida. Na ndipo sasa tumesema kwamba lazima kama jamii tunasema kwamba tumeidentify huyu atakuwa kiongozi wetu, na akiongea tunajua kwamba Waluya wameongea ama jamii ya Magharibi imeongea. Na akitolewa kiguzwa mnaona matatizo kule. Ni kama tu Raila alikuwa kwa serikali akiguzwa unasikia kelele. Wakati hata Ruto alikuwa kwa serikali akiguzwa unasikia kelele. Wakati Uhuru alikuwa katika siasa active, mlikuwa mnajua alikuwa ni kiongozi wa wapi. Na sio makosa. So mbona tu jamii moja kubwa isikuwa na kiongozi wa siasa, ikuwa inategemea kiongozi kutoka sehemu nyingine. Okay. Yeah. Sijui niulize hivi, relationship yako na mtu kama Musalia Mudavadi, what's your relationship? Unajua hawa ni watu ambao wamekuwa mbele yangu. Na ni watu ambao their socio economic status na yangu haifanani. Mimi tu nikajamaa tu mtaani huko. Ndio naona hata ukiongea wasema kama mtu ametoka wapi. Kwa sababu hawa ni watu ambao wanasema wako kule juu ni kama royalty. So ukijaribu labda tunataka kuwa na uhusiano na wao, hii uhusiano inakuwa ni kama ile wa ya mwajiri na mwajiriwa. Yani superior na subordinate. Hamwezi kwenda kwamba kunaongea kama yuko, huwezi kuona kama unaweza kuwa equal. Ukienda kule lazima unapanga foleni nyuma yao. Okay. Na ndipo tuko na hiyo matatizo. Kwa sababu hawezi kubali ati labda unaweza kutoa maoni ama mnaweza kufanya kazi pamoja kama viongozi. Wewe ni nani? Ingia panga laini kama wenzako kule nyuma, na mfuate vile mnawaambia. Na hiyo ndio tunasema ndio tunaongea mambo ya tawe. Tumekataa hiyo mambo ya status quo, kusema kwamba sisi wote unajua kwamba huyu ndio kiongozi yako na unamfuata mara na wapeleka, hata kama ni kwa heshima mnafuata bila kuuliza maswali. Sisi tumesema maneno hatutaki, ndio mambo ya tawe ni kukataa tu, kukataa status quo bila mambo yapo saizi. So uhusiano wangu na wao sio labda ni ya kupigana na
kulumbana. Lakini ile uhusiano ambao mimi naona ni kama hakuna jambo tunaweza kukaa chini na tuongee na wao. Kwa sababu vile mambo iko kwa sasa ile inaitwa status quo vile iko saizi hawa wanafaidika. Ile mambo yako kwa sasa wananufaika kabisa, hata wataki kitu chochote kibadilike. Lakini mimi nasema hapana, vile mambo yako namna yako sahihi inanufaisha watu wachache sana. Wale wengine wote watanufaika namna gani? Kuna mbinu ambayo tunaweza kutumia ili wengine wafaidike. Na wanajua kama hii mbinu itafanya kazi, wengine wanafaidike, ile vitu ambao walikuwa wanapata lazima ipungue. Mambo lazima ibadilike. Kwa hivyo the beneficiaries of the current status quo hawataki mabadiliko. Ndipo tunaona sisi tunazozana na atukubaliane na wao. In other words. Kwa hivyo si kweli vile majority leader alisema huna heshima na watu kama Wetangula, kwa sababu nilisikia akisema hivyo. Unajua yeye anaamini kwamba heshima inakuja tu naturally. Kwa sababu wewe ni leader of majority lazima tu unaheshimiwa kwa sababu umepewa hicho cheo. Ama wewe kwa sababu wewe ni speaker ama unaona heshima. But heshima lazima ikue earned. So ile maswali mimi nauliza, mmekuwa katika uongozi miaka hii yote, ni jambo gani mmefanyia watu wetu? Ukisema hivyo inasema kwamba watu tumekosa heshima. Yaani heshima ni kuwa tu zuzu, mtu ambaye huwezi fikiria. Na una worship tu una worship tu blindly, wewe uliza chochote unasema wewe unasema tu mheshimiwa, wewe namba 3 unaitwa papa wa Roma, hivi matatu za mbonza upuzi ambazo hazina maana. Sasa hiyo ndio heshima. Mimi nimesema heshima, can we put our ideas on the table, tuone gani yako na idea mzuri. Na kama yangu ni nzuri, heshimu tu. Na ukiona kwamba unajua hata katika mchezo wa soka unaona unapata player amebobea kina Ronaldo, lakini unaona jamaa wengine wanaanza kukuza. Wanaanza kukuja. You just give way. Unatoka kwa Premier League pole pole unaenda America. Unajua jamaa anacheza kwa Premier League. Mbona watu wanakwama kwenye arena kwa muda hii mrefu na hawezi kufanya hata ile inaitwa evaluation kwa assess. Nimekaa miaka hii, nini nimefanyia watu wangu? Ni maisha gani mimi mwenyewe kama ni individual nimeguza? Mimi kama kiongozi ambaye nimepewa chance, nafasi kubwa katika serikali, nimeguza watu wetu. Jamaa waangalia mambo. Mheshimiwa, wewe una maoni wazi, strong views and feelings kuhusu wimbi la sasa linaloendelea la utekaji nyara. Unaongea sana haya maneno. Kwa nini umeona vizuri kuongea? Even when you're rattling wenye wako juu? Kwa sababu kwanza maisha yangu yote katika public space nimekuwa kwa masuala ya usalama. Nimekuwa administrator. Na unajua kikuwa DO, kikuwa DC, kwa county commissioner, regional commissioner, kazi yako anachai kamati ya usalama. Na mimi najua masuala yatakana kufanyika namna gani. Na Kenya pia ni nchi ambayo inaongozwa na katiba na constitution. Haimaanishi kwamba wakati umekosana na mtu wewe unachukua fimbo na kumgonga, ama unamchukua na kumtupa kwenye gari na unapotea nayo unamficha mtu siku 20. Alafu napata wengine wanawawa. Shida yangu na hiyo tu ni kwamba hayo ni mambo ambayo yanafanywa kinyume cha sheria. Kama mtu amefanya makosa, kwanza piga ripoti kwa polisi, uchunguzi ufanyike, huyu mtu akuwe summoned, akuja record statement. Uchunguzi ukifanyika patikane kwamba kuna ushahidi, DPP apeane go ahead, apeane approval, mtu apeleke kotini, asomee mashtaka, ajibu. Hii ndio ilikuwa ni platform sasa wewe kusema kwamba huyu mtu alinikosea hivi na hivi na hivi. Lakini kama wanatumia nguvu kwa sababu uko na vyombo vya dola, wewe uko na uwezo, wanaenda kwa bomba ya mtu na unambeba mtu na unapotea nayo. Na sasa watu wataishi namna gani? Inafika mahali watu wanaishi maisha ya hofu. Especially kama serikali yenyewe pia anasema kwamba haijui nani anateka watu nyara. So nani anateka watu nyara, and who is going to be next. Kwa hivyo lazima kuwe na mtu ambaye anaongea haya masuala kwa niaba ya wananchi. Na mimi nimesema haya masuala tuongea tu kwa sababu tusipoongea na inafika mali wale viongozi ambao wanatakana kuprotect wa Kenya. Maana jukumu kubwa la serikali ni kulinda mali na maisha ya watu. Serikali yenyewe, wale ambao wako ndani ya serikali wanaamka na kusema kwamba hawa watu wanajiteka nyara. Hadi ni mambo ya uongo, mambo hayapo. Na unaona watu wanapatikana wamekufa, vijana wamepotea. Na mtu anasema kwamba umejiteka nyara. Unapata kuna video CCTV zimeonyesha kwamba huyu mtu alibanduliwa kwenye gari, amechukuliwa mjana, ametupwa gari. Alafu na tena akitupwa gari anaresist na anapiga kelele. Alafu unasema kwamba amejiteka nyara. Wanataka kwanza narrative. Pia jambo ambalo ni kuhusu mambo ya maisha kabisa, maisha na kifo, pura anaanza kuingiza mchezo hapa. Alafu inafika mahali unaona kuna mtu anaongea. So watu wanachukuliwa pole pole, waenda wanauawa na kuna mtu anaongea. So tukasema hapana, tusipopekepea kelele saa hizi na tuseme kwamba Kenya wacha tuongozwe na sheria. Maana tuko na platform ya court. Watu watafika mahali kama wanakosana na mtu, badala kwenda kwa sheria, unachukua shoka ama unachukua fimbo ama unatafuta bunduki na mua. Alafu tunakuwa na lawlessness complicity. Maana mambo huanza pole pole hivyo. Unasema huyu si ameshikwa,
na hakuna jambo limefanyika na serikali. Na serikali nasema next time pia ukikosana na mtu anakupangia watu majambazi wanakuja wanakuchukua. Tutakuwa tuko na nchi kweli? Lakini mheshimiwa, hata Inspector General wa Police amesema hawajui ni nani anayefanya mambo. Yes. Na ndipo nilikuwa nasema kwamba Inspector General na Kanja, by the way, katika taifa la Kenya kama tumekuwa na Inspector General ambaye anaelewa kazi yake vizuri. Ni huyo Kanja. Nakumbuka Kanja wakati alikuwa kwa GSU hata tulikuwa tunapambana na magaidi. Na hiyo mambo ya ugaidi ikakwisha kabisa. Is very professional. So ikifika mahali Kanja anasema kwamba hajui nani anateka watu nyara. Inamaanisha kwamba vile nilikuwa nimesema pia yeye anaweza kuja kutekwa nyara, can be abducted. Na Wakenya waseme pia si hatujui Inspector General ameenda wapi, amechukuliwa na watu tunajua amepelekwa wapi. Ni hatari kweli kweli. Na ifika mahali kama rais mwenyewe pia achukuliwe. Maana unakuwa labda unatembea na unafikiri security yako, security detail, kumbe wao wanateka watu nyara. Alafu pia wanakupoteza. Tutasema nini? So ni ile wasiwasi ambayo mimi iliniingia wakati polisi wanasema kwamba wajui. Na kuna uwezekano haijia kose kujua, maana katika vyombo vya dola kwa mfano kule kwa DCI wanaweza kuamua uende kikundi ya kudeal na uhalifu wa aina fulani. Si ndio? Na alafu wanapewa powers. Watu haijia nitakana kujua. Lakini pia kuna uwezekano mtu anaweza kuunda kikundi katika polisi ka operate outside the law. Na ukiuliza kama IU naambia wewe bwana wacha maswali mingi, hii kikundi imeundwa na mkubwa. Mtu akisema mkubwa anajua labda ni president. Sasa wewe unanyamaza, unafikiri president atajua. That's why naona slogan niliongea kule Bungoma na rais akaamuka akasema kwamba yeye amepatia polisi operational independence. Amewapatia fedha na amewapatia uwezo wa kujifanyia kazi. Waende tu wafanye kazi. Na fili jamaa akashtuka, kwani hawa jamaa wanajifanya hao wako na ruhusa kutoka mahali fulani. Kumbe hiyo ruhusa hakuna. Ndio naona watu wakawachiliwa. That's my thinking. The following day hiyo spero tu kuachiliwa haraka ni kama makamoto unatupa chini. Wote karibu wote waliachiliwa. Because mimi naamini kuna mtu alikuwa ameunda kikundi fulani na anadanganya watu labda kule juu watu wanajua, alafu anatumia kufanya mambo yake ambayo sio mazuri. Yeah. Kimani Ichung'wah wakati huo alisema pia wewe mwenyewe ulishiriki visa vya kupotea kwa watu ulipokuwa commissioner wa Rift Valley. Unajibu vipi madai haya mazito? Mimi hata singependa kujibu vile mheshimiwa Ichung'wah alikuwa anasema, maana alikuwa tu anapiga kelele, alikuwa tu ana shout. Mimi historia yangu katika huduma ya umma inajulikana, it's a matter of public record. Mimi nimefanya kazi hata kule Murang'a almost 4 years, the longest serving DC uko Murang'a. Na anasema kwamba kwamba tulikuwa tunaua watu kule Kerio Valley, alafu tunapeleka mili kule Yala. Hakuwa na River Yala. Uko na ushahidi gani? Na kama kuna mtu ambaye anaelewa historia na jiografia ya Kenya hii, unajua kwamba masuala ya Kerio Valley ni masuala ambapo watu wamejihami. Jamii zimejihami kule. Wamara kwetu wako na bunduki, Wapokote wako na bunduki, Waturkana wako na bunduki. Ile bunduki haramu. Na sio chache, ni nyingi, unapata karibu kila boma iko na bunduki. Na hao jamaa watumia bunduki kuibania mifugo. Na wakati wanaiba hiyo mifugo wanapata wanatumia nguvu sana. Ala muda kuja kuiba mifugo, anaiba ng'ombe 100, 200. Wameua wale ambao wanalisha hizo mifugo, wale wako malishoni wanaua wamama, wanaua watoto. Labda Ichung'wah anafikiri kwamba hiyo ndio kidnapping. Hiyo sio kidnapping. Hiyo tu ni crime against the person. Ile watu wanavunja sheria. Na sehemu ya Kerio Valley pia unakumbuka wakati nilikuwa na interview nilikuwa nasema hata maofisa wa polisi wenyewe inafika mali wanaogopa wale majangili, maana wako better resource, wako more armed kushinda maofisa wa polisi. Hakuna polisi kule Kerio Valley anaweza kidnap kara rasla. Haiwezekani. Hata wenyewe kuja kuiba mifugo, polisi wanajificha, wanatoroka. Maana watu wamekuja watu 300. Wote wako na bunduki. Umeweka kituo cha GSU hapo iko na askari 15. Watapigana na watu 100 watu wetu 300 watawezana. So naona tu jamaa askari wana submit tu, alafu wakora wanafanya nini? Wanaendelea kutekeleza ule uhalifu. So ile kupia kelele ni kwamba kuna yule labda anatafuta validation, anaongea kwa sababu anataka kupendwa. Kwa sababu si rais yako pale. Maana yale maneno alikuwa anaongea it was completely out of context. Na ya pili ni kuamini kwamba, na ameamini, mimi sijui historia anatoa wapi. Ameamini kwamba natembea na former deputy president
tunakutana kila saa, tunaongea sio mambo ya siasa. Hiyo story sio anajua kwa. Actually nitakuja hapo. Yeah, sio siasa ndo. Na hiyo siasa yote hata hakuwa anani address mimi. Alikuwa ana address Rigathi. Lakini anajaribu kuleta story. Kwa hivyo ni ile uhasama yake na Rigathi. Yeah, maana akisema anatembea wakati ulikuwa RC, wewe ndio ulikuwa unaua watu. Na nikikuwa RC, the current president William Ruto alikuwa deputy president. Sasa kwa deputy president, kwa anataka kusema kwamba ilikuwa ni policy ya serikali kwamba watu wauawe na watupwe River, ama anaongea mambo ya RC na mwenye alikuwa deputy president ameketi pale. Ndio mimi nasema alikuwa tu anapiga kelele tu, ni kama mtu ambaye ni kama tu mzazi amepitana ako na issue zake alafu anakuja kupiga nini? Kuja kupiga mtoto ama analeta uhasama na jirani, because it was ile kelele alikuwa ana shout. Actually alikuwa anaongea. Alikuwa anapiga tu kelele kama mwendazimu tu kwa soko. Hata mimi sikuwa ndio leo nilikuwa nacheka jamani nini najaribu kusema. Maana mimi nilikuwa nimesema tu kwamba one, mseme kwamba watoto wanajiabduct. Maana it's not true. Si ndio? Yeah. La pili, watu wetu, na hiyo ilikuwa ni Kimani Ichung'wah sio Mluya. Ni watu wetu wa Luya wanasema kwamba wale ambao kwa serikali wanasema wako namba 3. Nikasema nyinyi mko namba 3 kwa serikali na mnakuja kuomba rais mambo masuala ya maendeleo mnaomba kwenye matanga, ni kama mko ndani ya serikali. Hiyo ilikuwa inamhusu yeye nini? Nothing at all. Sasa anaamka na kupiga kelele. Masuala yetu kama ya Oluya, it has got nothing to do with him. Yeye kama ako comfortable, yeye akae na hiyo comfort yake. Lakini mimi najua mimi naongoza watu ambao kuna matatizo kabisa. Na lazima tuongee masuala ya watu wetu. Na kama wale ambao wanatakana kuongea masuala ya watu wetu wanakuja kuongea kwa rais kwa matanga. And then you can imagine yule mzee ambaye alikuwa anaomba kwamba college kwa upgraded ni baba wa speaker. Pia anaamini kwamba mtoto wake huwa ambii president chochote. Maana mtoto wake amekaa na rais, lakini mzee mwenyewe anaamka na kwenda kufanya nini? Kwenda kuomba president kwamba hii college kwa upgraded. Mimi singeweza kunyamaza. Nilikuwa nataka kupasuka wakati nilikuwa nimekaa hapa. Nikisikia watu wanaongea vitu kama hizo. Nikasema hiyo maneno lazima niseme. Maneno ambayo yanatuhusu sisi. Wewe ni mgeni umekuja tu na president umekuja matanga. Unaamka unanijibu. Unajibu kama nani? Okay. Najibu kama nani? Na yeye aombe Mwenyezi Mungu kwa sababu kwanza hiyo sherehe ilikuwa inafanyika kwa boma la mtu. Namba 2, rais alikuwa pale. Kama ilikuwa ni ordinary meeting watu wasema tu Waluya ni waoga, huyu jamaa angetoka huko. Na kama wangejaribu kuniguza siku ile, mambo ingefanyika hapa ingekuwa mazuri, because huwezi kutoka sehemu nyingine uende kudisrespect viongozi wa sehemu nyingine. Na labda pia jamii ya Kikuyu inatakana ifika mahali pia mjiulize nini huwa inafanyika. Maana kwa kila kizazi unapata tu mtu mmoja kutoka kwa jamii ya Kikuyu anakuwa tu mtu anakuwa tu opposite. Aya, unafika mahali kulikuwa na jamaa anaitwa Kariuki Chotara. Okay. So walikuwa hapo. Tukaje tukapata wajamaa kama huyu kuna Kuria Kanyingi. Tukaje tukapata Joseph Kamotho. Sasa hizo tuko na huyu. Watu wanaenda pande na watu wanaenda pande kabisa. Yeye anaenda opposite. Anapiga tu kelele. Haoni, hasikii. There is something. Yeah, and at the end of the day, watu wote ambao wanaitwa code jesters and political poets, wale watu ambao tu kazi yao ni vibaraka. Ukiangalia maisha yao yanaisha namna gani? Huwa anatumiwa watu wala barabarani wanakuwa damu. Nani alikuwa anajua kwamba Mzee Moi anaweza kuwa publicly amtupe Kamotho jini ya basi, nasema sasa Raila anakuwa secretary general wa KANU. Alifanya hivyo kweli? Yeah, si alifanya hivyo. But Kamotho alikuwa anasema ati akikatwa mkono hivi damu inatoka ati ni jogoo ndiye anatoka. Yeah, na hakuwa anaona jambo lingine. Hata wakati wanapigana multipartyism yeye ndiye alikuwa anapinga. Sasa hizo watu wanaongea hivi, wewe unasema kazi yako unatoka pande unaenda kutukana na huko, na unaongea mambo ambayo hata hauelewi hata kidogo. Mimi singeweza kuchaguliwa kama governor kama ningekuwa tu kama ni watu public official ambaye ni wakunyanyasa watu. By the way, sio rahisi kupata administrator ambaye anachaguliwa na watu kwa sababu ile kazi ambayo wanafanya. Lakini kama wanatenda haki unapata watu wanakupenda tu. Mimi ni regional commission ama PC pekee yake amefanya kazi Rift Valley. Nikaenda nikafanya mabaraza zao na nilifanya nyingi. Ama nikaenda mahali kuna mauaji na mkutano yuko disrupted. Okay. Yeah, maana hata deputy president huyu Ruto alikuwa deputy president. Kuna kwenda kufanya mikutano iko inakwisha. Watu wanaanza kupiga tu marisasi majangana pia kila mtu anatoroka. Hakuna siku mimi nilifanywa hivyo. Hata nikifanya mkutano unapita tu kwa territory hao, unapita kwa Pokoti usiku, unapita kwa Mara kwetu na unaenda. Lakini kama wanajua tu kwamba wanalalia jamii moja, haki ya Mungu hawezi pita wale nyingine watakuwa. Lakini nao pia ukijua tu kwamba huyu jamaa ako fair na ni kazi yake anafanya, unapata mambo yanakuwa sawa sawa. So my record is a matter of public record,
na mimi sidhani kama ni fair, kama ni vizuri kiongozi kuamuka na kusema kwamba wewe walikuwa naua watu. Mimi naua watu namna gani? Na kwa na Kenya haikuwa na sheria. Na kama wanajua mimi nilikuwa naua watu, vile alikuwa tu anasema kwamba anatembea anasema watu wanakuwa abducted, alipiga report kwa polisi. Yeye kama anajua mimi nilikuwa naua watu, mbona asipiga report kwa polisi na peane ushahidi? Maana hii serikali ni yao, polisi ni yao. Sasa tu asema hata waniwekelee tu kuja wanishike. Si serikali ni yao. Mbona pia anangojea kwenda kuongea kule kwa matanga. In other words, uko na power na hujui jinsi ya kutumia hiyo power. So kazi yako ni kupika tu kelele, and I don't think it's fair. So watu Tanzania walichukuliaje haya matusi ya Ichung'wa mbele ya rais especially? Ile kitu angefanya kwanza angeenda auliza jamii yake wa Kikuyu. Trans Nzoia wanakana na tembea namna gani? Okay. Wanamuona kama mtoto yao, kama ndugu yao, ama wanamuona tu vile yeye ananiona? Maana mimi jamii wa Kikuyu tangu kitambo tunapendana sana. Tuko na uhusiano wa karibu sana. Wale ambao waliudhika hata kuliko watu, hata kushinda tu Waluya, walikuwa ni jamii wa Kikuyu. Wanaosema huyu mtu anakuja kuongea safanya research kidogo, afanye utafiti ajue. So kila mtu aliudhika, hakuna mtu ambaye alifurahi. Hata jamii ya Wakalenjin ambao labda walikuwa wanatarajia kwamba watamsifu na kusema fanya jambo mzuri. Wale ambao wanaelewa, wale watu wazuri wanasema jamaa kuna kitu ameongea hapa, amekuja tu kupiga tu kelele. Ndivyo ninasema Lucky aliongea maneno akiwa Bungoma. Haya nao unajua watu pia wasema tu kwa boma ya mtu na anaomboleza, hatutaki maneno ende, but walikuwa wamengojea tu. Hata kama kulikuwa na watu walikuwa ferried. Wakanimia unabeba watu na basi, unajua umebeba nani? Unabeba watu ambao hata watu walikuwa wamebeba, hata Trans Nzoia alibeba karibu mabasi 20 leta. Unaona jiona alikuwa anabia kelele kwamba hawajalipwa pesa zao. Ya kuhekola. It was not an organic. No, it was not. Hata ukiona ile reaction na bado wanabia kelele wamekaa na mahali pamoja na wamevaa uniform. But hiyo ukumbi ilikuwa na watu wengi sana. Hao watu walikuwa saidia na mimi nikuongea walikuwa wanashangilia tu. Sasa na ukani imagine ati mtu analeta hiyo puna. But the all it required was just mtu tu mmoja aseme amuke tunaseme bana hiyo maneno atuta. Hiyo peke yake tu na ingeleta a lot of chaos. Actually mimi nashukuru watu wetu kabisa kwa sababu walionyesha a lot of maturity. Watu wengine wanasema bwana Waluya anakuwa oga. Sio uoga, ni hekima. Maana kama mtu angesimama pale na alete fujo, watu wangapi wangekufa pale? Maana mali rais yuko, usalama wa rais uko tu tishio. Mtu anafungua tu risasi. Paka akuwe evacuated. By the time anatoka pale watu wangapi wangekuwa wamekufa. So mimi nashukuru watu wetu kule Bungoma kuonyesha a lot of restraint. Wakijua kwamba walikuwa kwa matanga na rais alikuwa pale, mambo mengine yangeharibika. But pia rais pia lazima ajue anatembea na watu gani. Ile kampani anabaya na keep. Ni watu ambao wanaleta watu pamoja, ama ni watu ambao wanasambaratisha. Okay. Haya tutithie hanini tu ino ni mitambo ya Kameme FM. Gatatu tariki 15 mweri uturi Fegi ya Equity manyitanire na Milele FM magakorwo magikurehera road show mwaki road show ikambiriria Dagoretti Corner, maigira Naivasha Road, Gitanga Road, Kawangware, Donyo Market, marekereria Kagemi. Ni ugakona mweke wa gucemania na atangathi ngũthi ara wendete ya Milele FM are Ruchivia, Will Broda, Mitch Makwakwa, ucoke ucanjamũrwo nĩ Bahati na Young Flamers Dancers. Ni ukeyumeria umenye ũrĩa ũngĩtwarithia biacara yaku na mbere na Fegi ya Equity kũgerera One Equity Till Number, ngombo iria ũngĩona hamwe na insurance ya kũgitĩra we, family yaku ona biacara yaku. Ni ũgoka tũkenere hamwe. Equity, karibu member. This season, the ultimate football experience is here. Catch every thrilling moment of the English Premier League, it's 1-1. The German FA Cup, La Liga, Williams in there, Serie A, and what a moment! And all Manchester City games. Live on K24. This season, K24 ndio maskani ya majambe. Utapata futa yote from around the world ndani ya K24 TV na online kupitia k24.digital/tv. Game ni 90 lakini ball ni 24/7 hapa K24. Neza igiri na dakika 39 mathaa ukamenyithio nĩ Petans Kenya, thukuru ya wĩkĩrĩire ũhũthĩri mwega wa barabara. Kũrĩ we mũrutwo ũrarĩkirie form 4, tũrakwĩra hongera. Mũciari, mwana waku eyandĩkithia egũthomithio ũtereba na ongererwo computer courses na thogora mũbacĩrĩre. Cera honge-inĩ citũ ta Kamwangi hakuhĩ na thoko, Kiambu Petans Plaza, Thika Mang'u House na Kihanya House hau Equity Bank, Ruiru kũng'ethera Main Stage,
Village, Gatodo, Korigani na Equity, Githurai 45, na uhure thimo 0705 050504. Facebook, Petars Driving School and Computer College Kenya. Haya, tukathie na mbere mitambo-inĩ ya Kameme FM thegio mũno mũno nĩ ũndũ wa mwena ithuĩ nĩ ngugĩte nĩ ngwetha kanya-inĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩoya ciũria igĩrĩ ciũria ithatũ no reke tũrĩkĩrĩrie na Mheshimiwa Gavana, kumekuwa na uvumi kwamba una mpango wa kuunda muungano wa kisiasa na aliyekuwa naibu wa rais, sijui kama ni ukweli. Unajua jambo moja ambalo lilifanya former deputy president kukuwa impeached. Wanasema alikuwa anagawanya wa Kenya kwa misingi ya kikabila, kwamba alikuwa anaongea mambo ya mlima all the time, na yeye ni deputy president. Na mimi wamekuwa wanasikia mimi naongea masuala ya Waluya sana. Kwamba hali ya maisha ya Waluya iko chini sana. Hao ndio wanafanya zile kazi za kudhalilisha sana. Kwanza kule mashinani unapata hao ndio wanapalilia mahindi ya watu. Unapanda hao ndio wanachimba makaburi. Unapata hao ndio wanachanja kuni kwa matanga. Unapata yani ile kazi za chini. Kuja hapa Nairobi wanasema hao ndio walinzi, hao ndio watchmen, hao ndio cooks, hao ndio mayaya na nini. Na ukiangalia ni ukweli. So tukasema lazima tubadilishe vile mambo yapo. Ndiko tumeongea namna hiyo. Na Rigathi pia alikuwa anasema kwamba kila region liko na kiongozi. Hatutaki kwamba kiongozi atoke Nairobi aende direct kwa watu. Okay. Lazima kuwe na mtu wa kumfungulia mlango. Hata kama ni boma lako kuna mzee ambaye anafungulia wageni mlango. Unasemaje kwamba mlango tu ikae wazi kila mtu anafanya nini? Anaingia. So hapo ndiye kaleta matatizo. So watu wanaangalia semi zangu na semi za Rigathi wanasema zinawiana. Na kwa hivyo wanatuweka pamoja. Lakini jambo lile swala kubwa sana ni kwamba kwa mfano atembea akifanya kazi na Rigathi, makosa yapo wapi? Ile crime kubwa tu ambayo tumevunja, nitakuwa nimevunja kabisa ni gani? Ni sheria gani hii ama tradition gani hii ambayo mnasema kwamba natembea kamwe asiwahi kufanya kazi na Rigathi Gachagua, na akifanya hivyo atakuwa amehujumu taifa la Kenya? Ni gani hiyo? Katika siasa unakubalika kufanya marafiki. Okay. Na sio makosa. Hizi coalition zote, Kenya Kwanza, Azimio, yote ilikuwa ni coalition of communities. Hao viongozi walikuwa wanaongea ndio wakaform coalitions. So mimi mtu asiniambia, ama mtu labda anaona ako na maono kwamba wa jamaa at what point wanaweza wanaweza kuja pamoja alafu walete matatizo. Kwa hivyo hiyo ni watu ambao wako insecure. Wanaogopa jambo fulani kwamba labda tukikutana itakuwa ni matatizo. Rigathi alikuwa dio, yeye alikuwa tu dio akatoka kwa admission akikuwa dio. Okay. Mimi nilianza kama dio na nikapanda nikakuwa PC. Tuko na hiyo background kwamba sisi wote tulikuwa administrators. Na ile masuala ambayo anaongea, kwa mfano juzi alikuwa Kakamega na akasema jamii ya Waluya ni watu wengi sana. Mbona msiende mwende kwa ile meza directly? Mbona mnapitia Nyanza mkienda kwa hiyo meza? Na mimi nikaona ana raise swala ambalo ni la muhimu sana. Maana usipokuwa wewe mwenyewe unaenda kujiwakilisha, uko unatuma watu wengine mara nyingi hawakuwakilishi vizuri. So akiongea hivyo wanasema lugha yake na yangu inafanana. Fine, hata kama inafanana, shida ni nini? Tatizo ni nini? What is the problem? Mheshimiwa, ni kama una confirm kuna mpango kama huu? Kuna possibility sana kama kuna mpango, but I'm not saying kwamba in the future labda kutakuwa na mambo kama hayo. Okay. Kwa sababu nasema kuna sheria ambayo inakataza natembea kufanya kazi na nani? Kufanya kazi na Rigathi. Okay. Kama itafika mahali na tuone kwamba yenyewe tunaweza kufanya kazi pamoja, why not? Okay. Why not? Hiyo uwezekano upo tu, maana sioni kama kuna tatizo, na inatakana hata Wakenya tuendelee kuongea sisi pamoja. Okay. Kama yeye anaongea kule mlima, kuna Kalonzo kwa pande, hata Mheshimiwa Ruto mwenyewe kwa pande, kuna viongozi wa Coast. Mbona tusiongea alafu tuweke taifa letu pamoja? Mbona useme kwamba unaweza tu kuongea na huyu na usiongee na huyu? Nani anapatia kwanza Ichung'wah ruhusa kuniambia mimi namna hiyo? Kwamba huyu ndio captain. Yeye ananiambia kama nani azuhu. Kama nani, unajua unajipatia tu madaraka ambayo hauna. How can you control mawazo ya mtu na freedom ya wewe ni nani kwanza? Who are you?
hiyo uwezo hiyo kusimama na kusema usifanye. Wewe ni nani anakupatia ruhusa kuambia mtu usifanye hivi, usifanye? Kwani yeye ni baba, yeye ni Mungu? Unaamulia mtu ufanye hivi, fanya hivi. Uwezo anapewa na nani? Akuoti sheria, akuoti katiba. Kwa mimi asili majority tunasema kwamba hakuna governor huyu anaweza kuongea na governor huyu. Hiyo madaraka unatoa wapi? Unajua that's how despots are created. Dictators wanakuwa created mna na kama alafu unajuana wewe ni mtu mkubwa sana. But you see bana, hii kazi ya public space. Wananchi wamekuweka pale. Inafika mahali siku moja inaisha. Unakumbuka wakati Mzee Kenyatta alikufa 1978. Watu hawakuamini Kenyatta anaweza kukufa. Sure. People were in shock. Wengine hata walifanyiwa therapy. Wakati Mzee Moi alitoka kwa madaraka, akipanda ile helicopter akaenda nyumbani kule Kabarak. The head of public service, Sally Kosgei, was crying. Machozi kabisa ilikuwa inatoka, maana haamini kwamba Mzee Moi anaweza enda nyumbani. Mzee Kibaki amekuwa president akastaafu. Uhuru amekuwa president akastaafu. Hata Mheshimiwa Ruto ni president atastaafu. Unajua Ichung'wah anafikiri kwamba President Ruto hatawahi kustaafu. Yeye anaamini, unaona anakanyaga kila mtu. Kwa sababu anaona amejificha hapo, ni kama kale katoto kanajificha nyuma ya post kakitupia watu mawe. Hiyo post inaweza kungolewa. Ama tu yanguke tu na mcho. Utajificha wapi? So hii mambo ya public space ni privilege ambao wananchi wametupatia kwenda pale. Tunatakana kukua humble. In America uwezo ongea na mnawe my friend na survive the next day. Okay. Man is about service. It's about huduma. Utapigwa msasa. Yeye maana alikuwa anaongea ilikuwa inamsaidia Muamerika kivipi? Ama ilikuwa ni self-serving sentiments. Okay. So mi waambia viongozi wenzangu kwamba tukue tu humble. Humility sio makosa. Yeah. Okay. You know, umepewa nafasi, enda pale, wewe ni mfanyakazi, unatoa huduma kwa wengine. But ukiongea na mnaendi kwamba unamwona jiona kwamba utakana kukua served, utakana kuhudumia wewe kama kiongozi, uite mheshimiwa, uitwe sijui nini. Na mtu kidogo unajua kale kaigo kanakuwa bloated, kanakuwa kanono hivi. Ni kama baluni inajazwa nini? Ikijazwa pumzi naona ni kubwa sana. Lakini kasindana utaona hata kanyasi. Kana ilipua na inaisha. So really that's where we are. So mambo yangu na Rigathi wamekuwa wanaongea mpaka imefika mahali watu wengine pia wameanza kuongea juu yake kabla si wenyewe hata hatujaongea. Na mimi nikisema hata Rigathi hatujawahi kuongea kwa simu, watu wanafikiri mimi nadanga. Hatujawahi kuongea kwa simu. Akelo wakati alikuja mazishi kule Kitale, that was the first time Rigathi aliniambia bwana nipatia namba yako ya simu. Na nikamwambia mheshimiwa deputy president, kuna watu wanasema kwamba wewe na mimi tunaongea kila siku. Na hata una namba yangu hata ya simu. At that time amekuja hata na ndege ya jeshi. Foka ya jeshi. Mimi nampokea kama deputy president of Kenya. So watu wengine wanaona hiyo kwamba sasa kupokea deputy president na hiyo heshima ya hali ya juu ati ni vibaya. Heshima sio utumwa. Kuna wale ambao wanaona kama heshima ni utumwa. Heshima sio utumwa. Mimi I was receiving the deputy president of Kenya ambaye amekuja na ndege ya jeshi, amebebwa na wanajeshi, mabai pilots walikuwa ni wanahewa wa Kenya. Air Force pande walimleta. Na akachukulia pale na county commissioner akapeleka kwenye mazishi, kwa kwenye hafla ya mazishi, timu yote ya Harambee House ilikuwa pale. Sasa walikuwa wanataka mimi ati sasa Rigathi akikuja kwa sababu asikizani na Ichung'wah mimi nitoroke. Nikimbie kabisa niende nijifiche nisimuone kwa sababu Ichung'wah atakasirika. Okay. Come on, let him give me a break. Okay. Haya tukimalizia mheshimiwa, Tanzania ni pahali kuna watu wengi. Balance especially kwa serikali yako umefanya vipi? Sasa kama kuna serikali ya ugatuzi Kenya hii ambayo imekuwa balanced kama serikali yangu. Na wakati kuna tafuta kura pia nilikuwa nasema nitaunda serikali ambayo iko balanced. Katika cabinet yangu of course kuna jamii ya Waluhya. Okay. Ambaye kama tungefuata ile maana watu wanasema watu wangapi walikupigia kura, labda ningewapatia 70% of the positions, but I give them about 30% peke yake. Okay. Ili kupeana nafasi kwa watu wengine pia wapata nafasi. Tuko na Mjaluo hapo, hata county secretary ni Mjaluo, kuna waziri ambaye ni Mjaluo, tuko na cabinet na waziri ambaye ni Mkikuyu, tuko na chief officer ambaye ni Mkikuyu, tuko na Wakalenjin hapo, Nandi wako pale, Watugen wako pale, Wasabot wako pale. Serikali yangu iko na chief officer ambaye ni Mkisi. Okay. Tuko na chief officer ambaye ni Mkikuyu. You know, tumebalance hivyo, kila mtu wako actually the face of Kenya. Tuko na mambo ya gender 50-50%. Wamama ni 50%, wanaume ni 50%. My own deputy pia ni mama. In fact wale watu ambao wanasema kwamba labda tuko na ukabila, wanataka kuja waone serikali yangu inakaa namna gani. Bila kungojea tukuja kuambia, wenyewe kuja tu waone practical wote tumepanga serikali namna gani. Okay. Maana mimi nataka wakazi wote wa Trans Nzoia, hilo uo
kunipigia kura ama kunipigia kura uhisi kwamba uko part and parcel of government ya Trans Nzoia. Ukiona sura ya serikali unajua unaona sura ya Trans Nzoia. Jambo la pili pia tumehakikisha kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo tumesema kwamba all awards tuko na awards 25. Kila ward inapata fedha the same. Ile inaitwa ward specific fund. Ile ambayo pesa kabisa inatumiwa inapangwa na mheshimiwa MCA na wakazi wa ile ward. Tulianza na 30 million tuingia kwa serikali 2022, 2023 tukaweka 25 million. Mwaka huu wa fedha tumeweka 29 million. Yote haijalishi kama watu walinipigia kura ama kunipigia kura, wote wanapewa equal na wanakaa chini wanapanga hiyo kazi. Kama kuna sehemu ambayo labda kazi haifanyiki, naambia wakazi wa Trans Nzoia, enda tafuta MCA wako. Sema pesa governor ameweka katika ward. Tumepanga namna gani? Tumepanga miradi gani? Na mimi nataka pia Kenya ikuwe namna hiyo. Wakati tunasema kwamba tumegawa fedha katika constituencies, inakuwa fair. Unaangalia tu kwamba kila mtu amefanya nini, amepata haki yake. Utasikia kelele yote hii. Lakini ukiona sehemu zingine barabara za lami zinajengwa, sehemu zingine hakuna. Sehemu zingine ziko na maji, zingine hakuna. Sehemu zingine unapata hata wakati wanaajiri walimu wa TSC, unapata MP anapewa barua 500. Wengine hawapewi. Wanapata wakati wanarudi polisi, unapata wengine wapewa nafasi nyingi, wengine so unapata representation katika civil service inakuwa skewed, haiko balance. Jamii ndogo kama wale Elimolo kwa mfano, wale wa Sengweri watapata nafasi sangapi kama inakuwa wale ambao kule juu wanachukua kila kitu. So ile kazi sisi tumefanya kule Trans Nzoia ya kubalance jamii na kubalance development can that also be done at the national level. Maana mimi najua inawezekana. Asante guye shiriti tukwya thimo cigana no mathaa matiratwetekeria kogwa thegio muno. SMS ni da korodasio na nyingi na ni imwe cia ciurire tukuregia mheshimiwa governor, mheshimiwa muda wetu umeisha. Your parting shot kwa watu wetu wa Mlima Kenya. Watu wa Mlima ningependa wanisikie vizuri kabisa. Mimi mahali nimefika sasa ni kwa sababu ya watu wa Mlima. Nikitoka Trans Nzoia nikikuja Nairobi, nilikuja Nairobi kwa sababu mheshimiwa John Michuki alikuwa anataka PA. Professional PA. Acha na yule kufanya maneno ya nyumbani, wala anatafuta jamii. Akasema anataka PA ambaye atanisaidia masuala ya ofisi, kurani ofisi yangu, kuandika speeches na nini. Mimi nikakuja pale. Na yule mzee akanipenda sana, akanishika mkono. Wakati alitoka pale Harambee House kama waziri wa usalama, mimi nikabaki hapa nikafanya na Saitoti kidogo. Alafu nikachukuliwa kutoka pale nikapelekwa Murang'a kama DC. Na nikafanya kazi Murang'a vizuri sana. The longest serving district commissioner ni Murang'a. Nenda pale wakati Mungiki ilikuwa inasumbua watu, mambo ya pombe ilikuwa imejaa kule mahali, tukapigana na pombe tukamaliza. Baadaye tulimaliza pombe Murang'a completely lisha. Tukafunga zile bamba zilikuwa karibu na shule. Watoto wakarudi shuleni, hali ya usalama ikakuwa nzuri. So wakati nilitoka Murang'a nikaja Nairobi, kuna wakati mheshimiwa Uhuru alisema kwamba pombe zote zimwagwe. Kulikuwa pombe zilikuwa third generation. Na watu wakamwaga pombe. Na kila PS alikuwa ameambiwa arudi kwao nyumbani kwenda coordinate hiyo kazi ya kumwaga pombe. Kule Murang'a mwenye alienda alikuwa ni nani? Huyu anaitwa nani? Yule alikuwa PS wa Monica Juma, alikuwa PS wa Interior. Akiwa kule aliambiwa na Irunga Ng'ata kwamba hii pombe kulikuwa na DC hapa alikuwa amemaliza hii pombe kabisa. Na Irunga hata sikuwa tulikuwa nimekutana na Irunga, alikuwa kansula na alikuwa ameresign nikienda huko. Lakini alijua ile kazi nilikuwa nimefanya. Monica Juma maana wasema nirudishwe huko, nilikuwa kama mkunjo wakati huo. Yeye akasema kama jamaa amefanya kazi namna hii mzuri, akakuja akanitafuta na akanipromote. Nikaenda kuwa county commissioner Isiolo. Bahati yangu ilitoka kule Murang'a. Promotion zangu zimekuja kwa Michuki, kwa Monica Juma. And then wakati nilikuwa county commissioner kule Narok. Nikafanya kazi ya kurekesha msitu wa Mau. Na nikatengeneza sheria nzuri sana ya Madaraka, it was the best. Uhuru alikuja pale after 3 days. Akanipromote kwa regional commissioner. Mimi na jamii ya Mlima, they occupy a very big space in my heart. Roho yangu wako hapo sana. Mara nyingi mimi najihisi sana kama a member of that of your family. Na kwa hivyo mtu akikuja kujaribu kuleta siasa hapo katikati, au kusema kwa sababu amepitana labda na Rigathi anataka mimi nipitane na watu wa Mlima, hiyo ni ndoto. Haitawezekana because they have touched me personally.
personally. And me I take them personally like that. Okay. And that's why ukiona kule hata kule nyumbani tumebalance watu wetu namna hiyo. Na pia nao pia wananibeba namna hiyo, maana wanajua natembea, anaangalia maslahi yao vizuri. So vile na vile tunaangalia jamii zetu pia, lazima pia tuangalie jamii zingine. So my parting shot kwa watu wa mlima ni kwamba tusikue na kelele. Okay. Tusikue na kelele. Maana in demokrasia. Katika demokrasia ahadi huwa zinawekwa ama zingine zinafanya nini? Zinavunjwa. Katika siasa kuna a lot of betrayals. Watu wanasaliti wengine. But there's always a second time. Okay. Na Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi kama Kenya kwamba Kenya is a democracy. Kila baada ya miaka 5 mwananchi amepewa ruhusa ya kwenda kwa ballot. Kama kuna machungu fulani. Tugoisinje siku ya ballot. Just go and express that kwa ballot. Na mambo yatakuwa sawa sawa. Asante sana. Thank you so much Mheshimiwa Gavana. Nashukuru sana. Ino nimetabaya Kabebe FM to ukinya hau thegi no do SMS na thegi ni odo wa gutothikireria.